Hizi kuna mtu atatoka atakwenda mahali pengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kama unaandika, andika tu ujumbe huu: hakuna sadaka utakayotoa kwa moyo wa upendo ikakosa majibu. Narudia, hakuna sadaka utakayoitoa kwa moyo wa upendo ikakosa majibu. Yani hiyo sahau, hiyo sadaka haipo. Tafuta kwenye maandiko, tafuta kwenye Biblia yako, tafuta kwenye vitabu vingine unavyovijua wewe, lakini sadaka ambayo utakayoitoa kwa moyo mmoja, hiyo lazima ilete majibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hivi kuna ajenda imeingia, wanasema warokole ni masikini, wanaomba sana. Mwambie mwenzako shida sio kuomba sana. Haleluya. Mwambie mwenzako shida sio kuomba sana. Shida unaitoa sadaka kwa moyo wa upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Shalom, shalom. Kuomba kupo na kuomba ni lazima, hatutonyamazishwa na yeyote yule kuomba, ila kwenye utoaji wa sadaka, ili Mungu aweze kuibariki sadaka yako na kuinua, inahitajika uitoe kwa moyo wa upendo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Huu upendo uko namna nyingi sana. Uweze kumpenda Mungu alafu mwanadamu unayemuona ukawa humpendi. Yaani kuna mtu anampenda Mungu. Amina Ninakwambia, I love you God. Love you Yesu. Wewe ni wangu wa siku zote. Lakini upendo huo anamuonyeshea Mungu ambaye hata siku moja hujawahi kukutana naye. Lakini maandiko yanasema huo sio upendo. Utampendaje Mungu? Haleluya, ukamwacha huyo mtu ambaye unamuona. Mungu hujamuona. Kwa hiyo upendo uanzie kwanza hapa. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo Ibrahimu akamtoa mwanae ampendaye sana. Wachungaji sasa hivi wanaogopa hata kuhubiri sadaka mkanisani. Ila mimi nikwambie, wewe unayeogopa kuhubiri sadaka utakuwa na matatizo. Maana hiyo sadaka tunayohubiri tunaitoa kwenye Biblia. Haleluya. Kwa hiyo sasa ukisoma ile Mwanzo sura ya 22 mstari wake wa 16, hebu fungua kitabu cha Mwanzo ile sura yake ya 22 na mstari wake wa 16. Maandiko yanasema, akasema. Mwambie mzako akasema. Naomba nisikilize vizuri. Nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana. Si ndio Kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuilia mwanao wa pekee. Huyu anayesema ni nani? Ni Mungu, kwa kupitia kinywa cha nani? Cha malaika. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuilia mwanao wa pekee. Hii ni story ambayo ukianzia pale Mwanzo 22 unapata picha nzuri. Haleluya. Kwamba namna gani Ibrahimu alipomchukua mwanae na akampeleka kutoa kuwa sadaka. Lakini maandiko yanasema wakati anajiandaa kunyosha kile kisu ili aweze kumtoa yule mtoto au amchinje na amfanye kuwa sadaka, maandiko yanasema kwamba ikaja sauti, amina, ikamwambia Ibrahimu, usinyoshe mkono wako juu ya huyo mtoto. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Shalom. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona namna gani Ibrahimu alipoinua macho yake na akaangalia, na tazama, kondoo mume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Haleluya.
Ibrahimu akaenda akamtoa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanae. Shalom, shalom. Kwa hiyo tunaona sasa namna gani Ibrahimu alipo tayari kuitoa sadaka yake kwa moyo wa upendo. Ibrahimu hakuangalia ni nyakati gani nimepita. Ibrahimu aliposikia sauti ya Mungu akamtolea Bwana sadaka, akamtolea mwana wake anayempenda, akamleta mbele za Mungu. Maandiko yanasema akanyanyua macho, ile Ibrahimu ile Mwanzo 22:13, aliponyanyua macho akamwona mwana kondoo, ndipo akamchukua akamtoa sadaka badala ya mtoto wake. Tunajifunza nini asubuhi ya leo? Sadaka unayoitoa itoe kwa moyo wa upendo, isiwe sadaka ya kulazimishwa. Mimi sifundishi utoe 500 wala sikufundishi utoe 10,000, sikufundishi utoe mamilioni ya pesa. Haleluya! Ukiona mtu anahubiri toa milioni 2, hiyo ndio sadaka. Toa 100,000, hiyo ndio sadaka. Mwambie unanidanganya. Mwambie mzako, ukisikia mchungaji namna hiyo ujue anakudanganya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijaandikwa mtolee Mungu 10,000, bali maandiko yanasema leteni zaka. Kwa ile zaka ndiyo tu inatakiwa mtolee 10%. Bwana Yesu apewe sifa. Okay, kitu gani kinachomfanya mtu awe mzito sana kutoa sadaka? Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye kuna mtu hapa anasema sadaka ninayo na sitoi. Utanifanyaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Yupo soko bahana, anayo tena mzuri kabisa, ila anakwambia sadaka ninayo na sitoi. Utanifanyaje? Au niondoke kanisani? Yaani hayo yote yako ndani ya ufahamu wake, anaongea yote. Kama mchungaji kilichanganya, utatoa 500 ibaki daladala. Okay. Maandiko yanasema kwa maana waufuatao mwili, haleluya, watayafikiri mambo ya mwili. Kwa maana waupendao mwili huyafikiri mambo ya mwili. Okay, Warumi sura ya 8. Fungua Warumi sura ya 8. Nikakuonyesha kitu kinachomfanya mtu asiweze kutoa sadaka. Hiyo ni namba 1. Namba 2, bali wale waifuatao roho huyafikiri mambo ya roho. Mwambie mzako, umeshaanza kuelewa hapo? Nasema hivi, kwa maana wale waufuatao hufikiri mambo ya mwili, bali wale waufuatao roho hufikiri mambo ya roho. Ushaanza kupata picha? Amen. Kwa nini utoe sadaka? Ushaanza kupata picha? Ukimwona mtu anasema mimi ninayo na sadaka sitoi, basi huyo anayafikiri ya mwili. Haya ya mwili ni hapo. Nataka nikifika Mbezi nikawanunulie wanangu pesa. Nataka nikifika pale Nguruni nikanunue chipsi yai. Huyafikiri mambo? Mungu anasema ya roho mali gani? Au tuko nyumbani? Waeleza pesa. Nataka nikuonyeshe kwa nini wanaongea mtaani, wanakwambia wewe sikiliza, mimi kanisani siendi. No, haleluya. Mimi kanisani siendi kwa sababu nikitoa sadaka wanakula wachungaji. Mwambie mzako, wewe unafikiri ya mwili. Haleluya. Angalia wanaompendezesha zile ni sadaka zetu. Mwambie mzako, unafikiri. Ukikutana na sampuli ya mtu hiyo akimwambia Bwana usitoe sadaka, yule mchungaji atanunua kiwanja, mwambie wewe unafikiri mambo ya mwili. Si Paulo amesema
anayo sadaka, mimi ninaamini sadaka wewe unayo, ila hutaki kutoa kwa sababu unafikiri yawi. Angalia kile kiatu. Haleluya. Angalia ile pochi. Unaiona ile pochi? Unafikiri yawi. Lakini wale walio rohoni huyafikiri ya rohoni. Na ndio maana mtu huyo hutomwambia kitu kwa habari ya sadaka. Mahala popote pakaposemwa sadaka ya kumbariki mgeni, utamwona akatoka. Mahala popote ukisema sadaka ya kujenga nyumba ya Bwana, huyo ametoka, amekuwa wa kwanza. Kwa sababu gani? Huyo anayafikiri ya rohoni. Anajua kimtoa sadaka hii, Bwana atampa nyingine. Ibrahimu hakufikiri mambo ya mwili, alifikiri mambo ya rohoni na akaletewa kondoo badala ya mwanae. Sasa wewe endelea kufikiria mambo ya mwili. Endelea. Mambo unataka kuendelea. Usimwambie endelea. Endelea. Wewe endelea kufikiria mambo ya mwili. Mimi sitoi. Yaani mimi sitoi. Yaani nitaomba na sitoi. Utaniambia nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wanasema hao walokole wamekuwa sasa hivi shida. Kwa nini? Wanaomba sana. Ni kweli tunaomba, lakini kuna mahala bado hatujapagusa. Biblia inasema ya kwamba ijapokuwa wewe unaomba sana, lakini kama huna upendo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu wengi sasa hivi wanafikiri mambo ya mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaanza kumhesabia mchungaji gari ya pili. Pasta gari ya pili kanunua. Nakwambia kule Mbezi Beach kule na nyumba 3. Haleluya. Hizo sadaka zetu ushindwe kwa jina la Yesu. Wewe unafikiri ya mwili. Kama Bwana angefikiri ya mwili, leo tusingekuwepo hapa. Lakini Bwana aliyawaza ya rohoni. Hawa wanangu ni wakomboe mfupi, akamtuma Bwana wake Yesu Kristo, akamleta duniani. Leo wewe unatembea kwa sababu Bwana hajafikiri ya mwilini. Leo wewe unaimba kwa sababu Bwana hajafikiri. Hebu mwangalie sana. Yaani ukimwangalia tu afu utajua huyu anafikiri ya rohoni au ya mwilini. Hebu mwangalie kwanza. Halo. Mwambie acha kufikiri mambo ya mwili. Itoe sadaka yako kwa moyo wa upendo. Bwana Yesu asifiwe. Paulo nimempenda sana. Anasema kwa maana wamfuatao mwili watayafikiria mambo ya mwili. Nakwambia hapa nikimaliza ibada lazima nimpeleke mke wangu Kisinia Goba. Haleluya. Lazima niende nikamnunulie. Huyo anafikiri